Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi leo hii napenda kumkaribisha ndugu yangu mpendwa wangu katika imani, ambapo huyu bwana ni rafiki yangu sana 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 sana, na si mwingine ninaye hapa leo. Nimetembelewa ofisini kwangu na msanii mkubwa sana Tanzania. Msanii mkubwa sana Tanzania. Nikisema msanii, ni msanii toka enzi hizo mpaka sasa hivi yupo kwenye game na anaendelea kufanya vizuri sana sana kabisa, na napenda sana mimi nyimbo zake kwa kweli, yani sijui nisemeje. Lakini sasa kuna kaushindani kidogo, na ameniomba nimueleweshe katika hao ushindani tulikuwa tunajibishana. Ameniomba nimueleweshe katika mambo ya dini, kwa sababu huyu mwenzangu, mimi ni Mkristo niliyeokoka na ninampenda Yesu. Sina mipaka, hilo la kwanza ukae ukielewa. Mtu aliyeokoka kwamba ana mipaka katika masuala ya vyakula. Mimi sina mipaka, na kitakachowekwa, Biblia imesema kitakachowekwa mbele ya meza yenu wewe kula. Sasa basi tulikuja kuingia katika mada ambapo huyu mwenzangu yupo kwenye imani nyingine. Sijajua imani yake, lakini yupo kwenye imani nyingine. Akawa anasema yeye kwamba nyama inayoitwa ya kitimoto au ya nguruwe, au wenzetu wale wengine wanapenda kuita noa, eti kwa sababu ile pua lile la yule mnyama anaitwa nguruwe yule limekaa mbele, limeongoza, wanaita noa. Basi kila mtu na taratibu zake za uhitaji wa yule mnyama. Ni mnyama mmoja na sifa nzuri sana. Unaona? Sasa huyu bwana akataka kuelewa kwa nini sisi tunakula, na nikamweleza kabisa kwamba sisi yule mnyama tunakula pale ambapo ninapoamua mimi kula, mimi ninakula kwa sababu alichokiumba Mwenyezi Mungu mimi sikuwezi kukiita najis, na kile kimeshatakaswa. Na mapepo waliokuwa wameamrishwa kuingia kwa nguruwe wote ndo wale wamekufa na wale nguruwe. Kwa hiyo hawa nguruwe waliokuwa sasa hivi tunakula sisi pamoja na mimi hapa, hawa kwa kweli wameshatakaswa kwa damu ya mwanae kondoo, na hawa wako safi, na hawa na afya njema, na hawa ni wazuri, ni watamu kuliko maelekezo. Umeona bana? Sasa nikataka kujua yeye kwa nini hali. Yeye akanambia, anasema kwa mujibu wa dini yake, anasema kwamba yeye hali nguruwe kwa sababu wanasema ni najisi. Mimi nikamuuliza aliyesema hivyo ni nani? Akasema kwamba kuna mtume mmoja amezungumza kwamba ni najisi tusile. Mimi nikamwambia waliambiwa najisi si wale waliokuwa wameficha pale jikoni, waliotoa katika vyakula vyote wameweka pale kwa niaba ya vililiwe, lakini ile nyama nguruwe wao walivyoiona ni njema waliificha jikoni. Sasa baada ya kuificha jikoni, yule mtume alivyotoka pale kuangalia, alivyoona haipo, akawaambia na iwe najisi kwenu. Sasa ndo nikanamuuliza rafiki yangu msanii mwenzangu, kwa hiyo na wewe ulipoambiwa najisi na iwe najisi kwenu, manake wale ni sawa sawa na wezi waliofananishwa na wezi, walificha ile nyama. Ni sawa sawa na mtu ni mwizi, anaificha kitu ni mwizi. Hakuna maada nyingine, ni mwizi aliyeficha kitu. Kwa hiyo na wewe naye hauli, na wewe unajifananisha na wale pamoja na wale wezi. Kwa hiyo na wewe ni mwizi. Baki waliambiwa ni wale pale walioficha, na wewe ulikuwa pamoja nao ulificha. Kwa hiyo na wewe ni mwizi. Sasa ndo nimeamua kumshirikisha kwa hilo, kumwambia sikiliza, usiwe mwizi kama wale. Wewe kama unataka kikiweka mbele, wewe kula, tafuna, peleka moto. Kwa hiyo nimkaribishe ndugu yangu, nimweke akiwaulu tu, aendelee na yeye kuwa na amani kwamba ile nyama imeshahalalishwa iliwe. Na ameambiwa kabisa, umekwenda sehemu ya mbali, umejisikia njaa karibu ya kufa, kula. Kwa hiyo kama ingekuwa sumu asingeambiwa ale huyu. Kwa hiyo karibu sana ndugu yangu, lakini mimi niko na kuomba ndugu yangu, kuanzia leo ile nyama wewe upeleke moto tu. Sijui unasemaje? Kama utajilinganisha pamoja na wale wezi, sawa,
Karibu. Japokuwa swaumu kali, lakini nguruwe ni najisi kwetu, hatuwezi kula. Hapa inatosha Sawa. Japokuwa ni swaumu kali sana na nguruwe ni najisi kwako, huwezi kula, lakini kutokana na vipengele hivyo hapo na wewe huwezi kula. Kwa hiyo usijifananishe na wezi. Umenielewa mpaka hapo? Kwa hiyo wewe peleka pwani tu rafiki yangu, kula. Mimi mwenyewe nilikuwa kama wewe, nilikuwa nafunga siku 30 zote, unaona? Na ile nilikopo siri. Nikipita kule Sambusa kule, kama unaenda Kigogo, maeneo yale, mimi nikifika siangalii. Kipindi hicho niko na imani kama ya kwako. Unaona, nilikopo nasema kabisa kwamba mpaka najisikia kichefuchefu, lakini sasa hivi ndo kwanza nashika, nakata, nakula, napeleka pwani. Kwa hiyo ndugu wapendwa, kile ni kitu kimeshalalishwa na kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu. Hata siku moja wewe usikite najisi, na maandiko yapo, umeona, na iwe najisi kwako wewe. Kwa hiyo kama kichafu ni kwako wewe, hiyo sio kichafu tena. Kimuingiacho mtu hakiwezi kumtia mtu najisi. Elewa wazi somo hilo, likalili hilo somo mwanangu, usipoteze katika jina la Yesu, na likae, na naenda kulipanda kichwani mwako kuanzia sasa. Barikiwe, uwe na amani katika jina la Bwana na la Baba. Amina.